Mwanamke na maono. Karibu mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital katika kipindi cha kupendwa cha Mwanamke na Maono ambacho hukujia kila siku za Jumanne mida ni saa 2 kamili usiku. Jukwaa ambalo linakupa nafasi ya kushuhudia hadithi mbalimbali za wanawake shujaa ambao tunaangalia safari zao kuanzia kufanikiwa kwao, kuanguka kwao na namna na mchango mzuri wanaoonyesha katika taifa. Utakuwa nami Lulu Michael Vanda kuanzia mwanzo hadi mwisho. Leo studioni tuko na mada yako pendwa ya mwanamke na maono pamoja na nidhamu ya pesa. Kwangu mimi nidhamu ya pesa ni hali ya kutunza pesa zangu bila kujali na kuacha matumizi ambayo si sahihi kwa wakati huo. Na leo studioni siko peke yangu, niko na mgeni Bi Salmat. Bi Salmat, karibu. Asante sana. Na kwa niaba ya watazamaji wetu wa UDOM Digital, wangependa kukufahamu wewe ni nani na unafanya nini na nini kimekuinspire mpaka siku ya leo huko hapa? Sawa. Mimi kwa majina naitwa Salamat Haruni. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Nasoma shahada ya sosiolojia. Ndio. Mimi pia ukiachana na kuwa mwanafunzi, pia mimi ni mjasiriamali ambaye najihusisha kwenye masuala ya urembo. Ambapo yanahusisha napaka nachora hina. Lakini pia napaka makeup kwa wanafunzi wenzangu na walioko nje ya chuo. Na kwa nini leo niko hapa? Leo niko hapa kwa ajili ya kuwaeleza wenzangu ambao wanatamani kuwepo hapa au walikuwepo na ndoto mwanzoni na sasa hivi wameanguka. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuwatia moyo na kuwaelezea ni njia gani wapite ili wafike pale wanapotaka. Okay, Bi Salmat, kama wewe ni mjasiriamali, kwako nidhamu ya pesa ni nini na inakusaidia vipi kwenye biashara zako? Kwa kifupi, kwa mimi nidhamu ya pesa ni namna ya matumizi na kutunza pesa yako na kuepuka matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kwa hiyo kwa mimi inavyonisaidia kwenye biashara zangu, nidhamu ya pesa mimi inazingatia kwenye kupunguza matumizi ya pesa sio ya lazima. Kama kitu sina ulazima wa kukifanya, siwezi kukifanya. Na kama kitu kinaona kabisa hiki kina ulazima wa kuongeza chochote kwenye career yangu, hicho kitu nitakifanya kwa gharama yote. Tumemsikia kwake Bi Salmat akiwa anazungumzia kuhusu kwake nidhamu ya pesa katika biashara yake. Na sasa ni wakati mzuri wa nini kilimfanya mpaka aanze biashara za ujasiriamali. Nini kilikuinspire sana Bi Salmat? Mimi chanzo cha kuingia kwenye hii ujasiriamali cha kwanza, nilipofika chuo kwa mara ya kwanza, niliona kuna uhitaji wa mchora hina pamoja na mpaka makeup. Baada ya kuzungumza na tuliowakuta walitutangulia mwaka. Kwa hiyo katika maongezi yao walikuwa wanasema labda ikifika kipindi cha Idi watu wengi ndio wanachora. Walikuwa wanapata changamoto hiyo ya kwenda labda mjini na maeneo mengine huko nje. Kutafuta mchoraji. Kwa hiyo nikaona kuna sababu, kwa sababu nimewahi ku-experience hicho kitu, nimeshawahi kufanya huko nyuma. Nikaona kuna sababu ya kuanzisha hiyo kitu hapa chuoni. Sasa kwa faida ya mtazamaji, yani uko kuchora hina ni ulizaliwa nacho au ni kitu ambacho ulijifunza? Kuchora hina naweza nikasema mimi sio kipaji changu. Sio kipaji changu kabisa. Sio kipaji changu, lakini kipindi ambacho nilimaliza form 4 ule muda pale katikati kwa ajili ya kusubiria kuendelea na masomo. Kile kipindi nilipata mwalimu kwa muda. Sio hakuwa mwalimu, lakini ni mtu ambaye alikuwa ananifundisha kidogo. Yani ni kama muda wa kwenda kujipotezea muda ilikuwepo huko. Lakini niliweza kuthubutu, nilijaribu na niliweza. Tunaona katika kupitia safari ya Bi Salmat anatuonesha hakupoteza fursa. Wakati alipopata akiwa amemaliza kipindi cha form 4, alipata nafasi nzuri ya kujifunza kitu ambacho kinamsaidia hivi chuoni katika kujipatia kipato chake. Nini faida ambayo unaipata kutokea katika ujasiriamali huo unaofanya? Kwa hii kazi ambayo unaifanya ina faida kubwa sana. Kwa mimi kama mwanafunzi alafu ni kijana mdogo, nafaidika sana kwa sababu inanisaidia kupata pesa zangu mwenyewe. Kuna muda naingiza, yani napata pesa mpaka nasema kama sistahili. Lakini namshukuru Mungu, lakini pia ukiachana tu na kupata pesa, imenijengea uaminifu kwa watu. Unajua mimi kazi yangu na deal na watu. Watu wengi wananiamini, lakini pia imenijengea watu wengi wananifahamu nje na ndani na nje ya chuo. Watu wengi wananifahamu sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu, fursa nyingi zinakuja kupitia hii kazi yangu.
Wow, tunaona hategemei tu mambo ya darasani, lakini amejikita pia katika kufanya vitu ambavyo vinamkidhi na kumpa kipato kikubwa. Bi Salmat anatuambia kwamba anapata faida kubwa kupitia hizo kazi anazozifanya. Kama tugutuavyo kwamba hakuna kazi isiyo na changamoto. Si ndio Bi Salmat? Okay, changamoto gani ambayo unaipata haswa katika kazi zako unazozifanya? Changamoto zipo, lakini sio za kuogopesha sana, ni zipo za kawaida. Ndio. Kwa sisi ambao tunafanya, mimi kama ninavyofanya hii kazi nafanya, lakini pia nasoma. Ndio. Kwa hiyo hapa hivi vitu viwili kuna namna viwezi kukaa pamoja. Okay. Lakini pia unaweza kuvihendo. Mimi changamoto ninayopitia, anaweza kaja mtu akakwambia nataka huduma nataka kuchora au nataka unifanyie makeup, huyo mtu yuko nje ya chuo. Okay. Na anakuambia labda nina shughuli saa 10. Huo muda anaokutajia wewe unatakiwa kuwepo pale eneo la tukio, wewe una kipindi. Wow. Kwa hiyo unakuwa unapata changamoto. Kuna wengine unaweza kawaelewesha na kukuelewa, lakini kuna wengine unaweza ukapoteza. Okay. Kwa hiyo mtu wa nje anavyokutafuta siku ya kwanza uko huwezi kwenda, siku ya pili huwezi kwenda, ya tatu hawezi kukutafuta tena. Okay. Kwa hiyo kuna namna unapoteza wateja, unapoteza uaminifu kwa sababu ya kuungana kwa vipindi. Lakini pia changamoto nyingine tunayopitia kama sisi wanafunzi au vijana, kueleweka katika jamii. Unajua tunafanya hizi kazi, tunashare kwenye social medias, umeona tunaposti. Kwa hiyo sio kila mtu ataamini kwamba wewe unafanya hicho na unasoma. Okay. Kuna mtu mwingine anasema, "Usitompeleka chuo kusoma huyu." Ndio hicho kilichomleta, umeona Kwa hiyo kuna namna hata wazazi wenyewe wanaweza sikuelewe. Wakiona vile unaposti kila siku, wewe vipi unasoma? Lakini ni kitu ambacho wazazi litakiwa tu wawe happy, ni kitu ambacho hakitu limit chochote. Okay. Tunafanya tukiwa ndani ya ratiba kabisa. Okay, na swali la uchokozi. Umezungumzia kuhusu kuchora hina, unapaka na makeup. Napenda kuuliza pale kwenye swala la hina. Unapaka watu, yani kwa sababu tumezoea kwamba wanaopaka hina sana ni mabinti wa Kiislamu. Ndio. Na je, kwa upande wa Kristo nao imekuwaje kwako? Yani kwa ninachoshukuru, kitu cha kwanza kabisa cha kuwashukuru. Kwanza nashukuru kwanza, yani achana na yote, ninachoshukuru ni hao wanafunzi wenzangu. Ndio. Saa zingine utakuta mtu ni Mkristo kabisa, hichi kitu kwake sio kitu chake. Anakuambia kabisa mimi kwetu hivi haviruhusiwi, lakini anafanya kwa kukusupport. Okay. Anakuja anakuambia mimi naomba tu nichore, nimependa tu kazi yako, naomba tu nichore na kusupport. Kwa hiyo nasapotiwa na watu wote, walika zote, watoto, watu wazima, Wakristo, Waislamu. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Okay, mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital, katika kipindi chako cha Mwanamke na Maono tunaona mambo mengi Bi Salmat ambaye anatuambia kuanzia kwenye nidhamu ya pesa, safari yake alipoanza, mafanikio yake pamoja na changamoto ambazo amekutana nazo. Kwa wakati huu twende kwenye mapumziko, then tutarudi kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu. Karibu. Mwanamke na Maono. Karibu mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital kupitia kipindi chako pendwa cha Mwanamke na Maono. Sasa tumerudi tena kutokea kipindi kilichopita na sasa tupo na mgeni wetu Bi Salmat tena tukiendelea na mahojiano yetu kupitia katika studio zetu hizi za UDOM Digital. Na sasa swali kwake Bi Salmat ni kwamba nini kilikuvutia zaidi kwenye sekta hii ya urembo? Kitu pekee ambacho kilinivutia kuingia kwenye sekta ya urembo kwa sababu mimi mwenyewe kwanza napenda urembo. Ilianzia kwangu mwenyewe napenda urembo, lakini pia nikaona mahitaji ya watu wengi, wanawake wengi wanapenda urembo. Okay. Kila mwanamke anapenda urembo. Kwa hiyo nikaona nina kila sababu ya kuingia huko kwa ajili ya ukiachana tu na kujiongezea mwenyewe kipaji, lakini pia kuwapendezesha wenzangu. Ndio. Kwa tunaona wito wako ni kuwapendezesha wadada. Kujipendezesha kuanzia mimi mwenyewe mpaka wadada wenzangu. Na kwa kusema tunasema nini amsema kweli, yani kwamba nawe pia ni mrembo na una maintain urembo wako vizuri na ndio maana hitaji lako kubwa ni kuona dada nao wanapendeza, wanazidi kuwa warembo kama ambavyo inavyokuwa katika jamii zetu. Asante sana. Na kama tunavyojua kwenye biashara haianzi hivi hivi. Linaanza wazo, linafuata mtaji. Kwako wewe, ulianza na mtaji wa kiasi gani na uliupata vipi ikiwa wewe bado ni mwanafunzi? Kwenye urembo, kwenye hii kazi ambayo naifanya mimi ya kuchora na kupaka makeup. Cha kwanza kabisa nilianza kwenye kuchora kabla sijafikia kwenye makeup. Nilianza kwa kuchora, lakini katika hii kazi ya kuchora ni kazi ambayo haihitaji mtaji mkubwa. Nitoe wasiwasi hata na wanawake wenzangu ambao wanatamani kuingia huku. Kazi ya kuchora ni kazi ambayo haihitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo mimi ni mnufaika wa bodi ya mikopo. Kwa hiyo nilianzia kule, nikachukua kiasi changu cha pesa kidogo, tunaanza na shilingi 3,000. Wow. Unaanza na shilingi 3,000,
unanunua piko yako moja. Piko inakuwa ni kichupa ndani kina unga. Kwa hiyo ule unga unakusaidia wewe kwenye kile kichupa cha 3000 unaweza kupata 20,000 na kuendelea. Okay. Umeona Kwa hiyo vifaa vyake sio ghali. Vifaa vyake tunaanza na 3000, vitu vingine ni makaratasi tu, ni kufunga, ni ubunifu tu. Kwa hiyo mtaji mimi nilipatia huko kwenye mkopo wangu naopata nikaanza. Okay. Mpenzi mtazamaji, unasikia binti alipopatia mtaji wake. Unaweza kujinyima kwa ajili ya baadaye yako au kwa ajili ya kesho yako bora, kama wewe mwanamke ambaye unatakiwa kuwa na maono na ambaye unatakiwa kuleta mchango mkubwa katika taifa letu hili la Tanzania. Na katika sekta hii ya urembo kwako Bi Salmat, una mpango gani baadaye? Kwa sababu sitegemei tu kwa sababu unawalemba tu wananchi, watu ambao wanakaa tu maybe vyuoni, then unatoka nje kwa kule. Nini future yako kupitia hii sekta hii ya urembo ambayo unaifanya kwa sasa vizuri? Mimi kwenye urembo najiona mbali sana. Ndio? Najiona mbali kwa sababu natamani kufanya vitu vikubwa ambavyo watu wengine walifanya, labda walikosa, waliteleza, labda walishindwa. Mimi natamani kuja kuziba yale mapengo yote. Mimi ninatamani baada ya hapa nije kumiliki saluni yangu kubwa. Na sio saluni tu, nimiliki hadi chuo kwa ajili ya kuwafundisha wadada wengine walioko mtaani. Kuna wengine wamekosa kuendelea na masomo kwa sababu mbalimbali za kifamilia na vitu kama hivyo, lakini wapo tu mtaani. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani kiachana na kumiliki saluni kwa ajili ya kuendelea kuwapendezesha, lakini pia nije nimiliki chuo ambacho nitasaidia wenzangu. Okay. Tunaona mwanamke wa maono anaona mbali, ana jicho la tai kwa sababu mbele anaona mwangaza mkubwa. Wewe kama binti, wewe kama mwanamke, usikate tamaa, uthubutu ndilo jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia sasa. Na kupitia hapo tumesikia mambo mengi kupitia Bi Salmat. Na sasa twende kwake Melania Michael, tusikize makala mafupi kutoka kwake. Katika miaka ya hivi karibuni, wanawake wameendelea kuwa nguvu kubwa katika maendeleo ya uchumi duniani na nchini Tanzania. Kupitia biashara, ubunifu na uongozi, wanawake wengi wamefanikiwa kubadilisha maisha yao pamoja na yale ya jamii zinazowazunguka. Miongoni mwa wanawake hao ni Nifa, mfanyabiashara ambaye amejijengea jina katika sekta ya vipodozi na bidhaa za urembo. Kupitia biashara zake ameweza kujenga chapa inayotambulika na kuajiri watu wengi, huku akitoa mchango katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Hii ni safari ya mwanamke aliyesubutu kuota ndoto, akafanya kazi kwa bidii na kugeuza ndoto hiyo kuwa mafanikio makubwa ya biashara. Karibu katika makala hii inayoangazia safari ya Nifa katika kujenga dola ya vipodozi. Mimi ni Melania Damian. Kila mafanikio yana mwanzo wake. Kwa Nifa, safari ya biashara ilianza kwa kutambua fursa iliyopo katika soko la vipodozi na bidhaa za urembo. Katika kipindi ambacho mahitaji ya bidhaa za utunzaji wa ngozi, nywele na urembo yalikuwa yanaongezeka kwa kasi, aliona nafasi ya kuwafikia wateja kwa kuwapatia bidhaa wanazozihitaji kwa urahisi na kwa ubora. Kama ilivyo kwa wafanyabiashara wengi wanaoanza, kulikuwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ushindani wa soko, upatikanaji wa mtaji na kujenga imani kwa wateja. Hata hivyo, kupitia uvumilivu na kujifunza kila siku, biashara yake ilianza kukua hatua kwa hatua. Mitandao ya kijamii ikawa moja ya nyenzo muhimu katika kutangaza bidhaa zake na kuwafikia wateja wengi zaidi, na kadri idadi ya wateja inavyoongezeka ndivyo biashara inavyoendelea kupanuka.
Bidhaa pekee haitoshi jina la biashara, bali ni uaminifu kwa wateja, ni nguzo muhimu ya mafanikio. Nifa alitambua umuhimu wa kujenga chapa yenye kuaminika kupitia huduma bora kwa wateja, mawasiliano ya karibu na matumizi sahihi ya teknolojia ya kidijitali. Aliweza kujenga jamii ya wateja waaminifu waliokuwa tayari kuendelea kutumia bidhaa zake. Ukuaji wa biashara ulisababisha kuanzishwa kwa maduka yanayouza bidhaa mbalimbali za urembo, vipodozi, manukato na bidhaa za utunzaji wa mwili. Leo hii biashara hiyo imekuwa sehemu ya maisha ya wateja wengi wanaotafuta bidhaa za urembo katika maeneo mbalimbali nchini. Kuna usemi unaosema kuwa mwanamke ni nguvu ya uchumi. Usemi huu una maana kuwa mafanikio ya mwanamke mmoja yanaweza kuwa chanzo cha mafanikio kwa watu wengi zaidi. Biashara inapokuwa, mahitaji ya wafanyakazi huongezeka. Wauzaji, wahasibu, wasimamizi wa bidhaa, wataalamu wa masoko pamoja na wafanyakazi wengine hupata ajira kupitia biashara zinazokua. Kwa maana hiyo, biashara za wanawake zina mchango mkubwa katika kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza kipato katika jamii. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa wanawake wanapowezeshwa kiuchumi, familia hunufaika, watoto hupata huduma bora na jamii kwa ujumla hupata maendeleo endelevu. Kupitia safari yake, Nifa ameonyesha kuwa mwanamke anayeweza kuwa mwajiri, mwekezaji na kiongozi wa mabadiliko ya uchumi. Licha ya mafanikio mengi yanayoonekana, safari ya biashara haikosi changamoto. Mabadiliko ya bei za bidhaa, ushindani wa soko, gharama za uendeshaji, pamoja na matarajio yanayoongezeka ya wateja ni baadhi ya mambo yanayowakabili wafanyabiashara wengi. Katika mazingira ya biashara, mabadiliko yanatokea kwa kasi sana. Wafanyabiashara hulazimika kubuni mbinu mpya za kuwafikia wateja na kuboresha huduma zao. Hata hivyo, changamoto zinaweza kuwa fursa za kujifunza na kukua kupitia matumizi ya teknolojia, ubunifu wa masoko na uongozi thabiti. Biashara nyingi zimeendelea kustawi licha ya mazingira magumu ya ushindani. Safari ya Nifa inatoa funzo muhimu kwa wanawake wengi wenye ndoto za kuanzisha biashara. Mafanikio makubwa hayaanzi kwa hatua kubwa. Mara nyingi huanza kwa wazo moja, maamuzi sahihi na jitihada za kila siku. Kwa wanawake wanaotamani kuingia katika ulimwengu wa biashara, elimu, nidhamu, uvumilivu na kujifunza mara kwa mara ni miongoni mwa nguzo muhimu za mafanikio. Kadri wanawake wanavyozidi kuingia katika shughuli za uzalishaji na biashara, ndivyo mchango wao katika uchumi wa taifa unavyozidi kuongezeka.
Hadithi ya Nifa ni ushahidi kwamba wanawake wana nafasi muhimu katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Kupitia ujasiri, maono na juhudi za muda mrefu, ameweza kujenga biashara inayogusa maisha ya watu wengi na kutoa mchango katika ukuaji wa sekta ya biashara nchini. Katika dunia ambayo fursa za kiuchumi zinaendelea kuongezeka, wanawake wanaendelea kuthibitisha kuwa wanaweza kuwa viongozi wa mabadiliko, wabunifu wa suluhisho na wahamasishaji wa maendeleo. Na pengine hadithi ya Nifa inaweza kuwa mwanzo wa hadithi nyingine nyingi za mafanikio ya wanawake wa Tanzania. Kinachohitajika ni kuanza na kidogo, uthubutu na uwajibikaji. Ulikuwa nami Melania Damian. Asante Melania Michael kwa makala hiyo fupi. Turudi kwake Bi Salmat. Kupitia makala hiyo fupi ambayo tumeitazama, wewe unawashauri nini wanawake? Kupitia makala hiyo nilivyoiona, ndio kitu pekee cha kuwashauri wanawake kwanza ni uthubutu. Okay. Wasijaribu, yani katika maisha hutakiwi kujaribu, unatakiwa kuthubutu. Unafanya kitu, unajua hiki kitu yani iweje na iweje lazima hichi kitu kifanikiwe, ndio maana ya uthubutu. Okay. Lakini pia kama mwanamke unapoanzisha jambo lako ikatokea labda katikati kuna changamoto, labda kutoka kwa jamii iliyokuzunguka, wazazi, sijui marafiki au pesa, changamoto yoyote ile, hutakiwi kurudi nyuma. Okay. Umeteleza sawa, kubali kuanguka, lakini natakiwa unyanyuke upya, uanze upya, uangalie ulikosea wapi, ulimisi nini, watu gani uliwakaribisha kwenye maisha yako hawakuwa sahihi, unaweza kuwapunguza, inaruhusiwa. Okay. Unawapunguza na unaongeza watu ambao unaona kwa nini nikichangamana na huyu mbona kama ndo nitapiga hatua. Okay. Unaweza ukachangamana nao. Lakini pia kwenye kutafuta hivi usiogope kuuliza. Tu tunajifunza kwa wale watu ambao wamefanikiwa. Unaweza ukawa na role model wako mmoja tu. Unaweza ukakaa pale ukasema mimi role model wangu ni fulani. Yes. Napita kwenye nyayo zake. Saa zingine hawa watu tunaowatazama ni watu wale wakubwa ambao watu ukiwatumia message hawezi kujibu. Yes. Fuatilia tu hata yale maongezi yao tu yale ya kila siku. Kupitia wale kuna kitu unaweza ukajifunza kama mwanamke. Okay, tunagundua kwamba mwanamke usijaribu bali unapaswa kuthubutu. Swali lingine la kichokozi kwake Bi Salmat, nani role model wako? Mimi role model wangu ni Nifa. Nifa, yani huyo ni role model wangu na yani nampenda sana, nampenda. Okay. Unampenda. Nini kilikufanya umchague katika wanawake wote wanaofanya kwenye industry ya urembo? Yes. Nachompendea Nifa ni ukiachana tu na juhudi zake za kutafuta vile anapopambana na nini. Ndiyo. Lakini Nifa ni mwalimu mzuri sana. Kama ushawahi kufuatilia page zake ni mwalimu mzuri sana. Yaani ukiacha tu kwamba leo kaposti labda product yake, kesho atakuja na elimu kwa vijana. Okay. Ukikaa ukamsikiliza pale, ukitoka pale kuna kitu umekigain. Okay. Kwa hiyo nampenda sana na Mungu amweke kwa ajili yetu. Mwanamke wa maono unapaswa kuwa mtu wa kufuatilia. Kupitia mitandao ya kijamii tunapata elimu mbalimbali ambazo siku moja zitatuinua mbele katika kufanya mageuzi makubwa katika jamii zetu. Na tunakufahamu vipi kupitia mitandao yako ya social media? Kwenye mitandao ya kijamii mimi mtanipata TikTok. Hiyo ni account pekee ambayo napost kazi zangu. Ndio. Mimi TikTok natumia jina la Beauty by Sally. Beauty by Sally. Ukifika pale utakuta nimeweka profile ya Zuchu. Okay. Kwa ukifika pale utaingia pale utanikuta pale, utakuta posti zangu za makeup, utakuta posti zangu za hina. Ni vitu hivyo tu viwili utavikuta pale. Okay. Kwa hiyo unaingia kwenye account ile kwa ajili ya kunisupport, naomba uingie pale, lakini pia kwa ajili ya kujifunza. Tunajifunza pamoja. Inawezekana mimi mwenyewe